Bismillahirrahmanirrahim. Absaidi Herbalist Clinic, tiba zetu za Afrika. Leo tunawaletea masomo haya ambayo yanasababisha mafanikio au kutofanikiwa. Wengi wao wanahangaika katika maisha, akiwa na mke, akiwa na mume, akiwa na mchumba, akiwa na rafiki, akiwa na bosi, lakini kila wanachokifanya kinakuwa hakifanikiwi. Kwa sababu gani hakifanikiwi? Wanadamu wapo katika mizunguruko ya kinyota, na nyota hizo ni nyota zinakuwa zenye magrupu manne. Kwa maana magrupu manne haya ambayo tunazungumza ya maji, ya moto, ya upepo, ya udongo. Lakini katika grupu hizo nne, kila grupu moja zina nne, kwa maana zinakuwa daraja 16. Katika daraja 16 hizo, katika daraja hizo 16 kuna daraja 4 ambazo kila daraja 4 zina maana yake. Kwa hiyo watu wengi wanashindwa kufanikiwa kutokana na kukumbana na daraja hili ambalo tunataka kulitaja leo, ni daraja la Harija. Harija au kundi la Harija, ni nyota za kundi la Harija. Kwa maana hawa wapo ambao wenye upepo, wapo wenye udongo, wapo wenye maji, lakini watu wao ukikutana nao wewe katika mifumo ya kinyota yako pasipo kujua, awe mke, awe mume, awe mchumba, awe rafiki, awe bosi, awe mfanyakazi, awe mtu yoyote, au iwe sehemu yoyote ile ya biashara ambayo unaoifanya, ikiwa wewe utambui nyota yako imeingia katika mfumo wa mtu huyo ambao unashirikiana naye, kaingia katika mfumo wa hiyo nyota ya Harija, basi wewe utakuwa ni mtu wa kupoteza tu. Utapoteza mali zako, utapoteza pesa zako, utapoteza utu wako, utapoteza thamani yako, utapoteza kila kitu. Na vile vile ukimpata rafiki kama huyu, rafiki huyu kila ulipokuwa uko nayo karibuni, mambo yako hata kama ulikuwa unataka kufanikiwa, jambo lipo leo linakuja saa muda fulani, lakini ukimshirikisha yule mtu, basi jambo hilo kwa muda huo litakuwa limekufa na uweze kufanikiwa na utakuwa umepoteza kila kitu. Kwa hiyo hili kuweza kujitambua wewe ni nani na je wewe uishi na mtu gani, ili usikumbane na mtu kama huyu wa kukupoteza wewe katika maisha yako, au kupoteza wewe malengo yako, au kukuvurugia wewe mambo yako, ni lazima uweze kujitambua. Watu wa Harija inatakiwa ukae nao mbali sana. Tunazungumzia tena katika mada zetu zile ambazo tulikuwa tumezungumza, ni mada 4 kwa daraja 4 tofauti, kwa maana grupu. Kama tulivyozungumza mwanzo, kuna grupu 4 na grupu hizo kwa maana kila grupu lina tabia yake. Tulianza na grupu la kwanza la Harija, kutokana na watu ambao kushirikiana nao mambo yako mengi yatakuwa yanapotea, yanaondoka pasipokuwa na sababu, kutokana na kushirikiana na watu kama hao. Lakini leo tunazungumzia daraja la pili katika grupu hilo ambalo tunakusudia leo. Grupu hili la pili ni grupu ambalo tunasema ni dakhira. Dakhira ni watu ambao wenye kuingiza. Nikisema kuingiza, kwa maana wenye kukuingizia wewe mafanikio unayotaka. Ukiwa na mke katika nyota yako wewe ulokuwa nayo, ukimpata mke ambaye mwenye nyota ya daraja hilo ambao tunasema dakhira, basi wewe mafanikio yako yatakuwa makubwa sana kupitia huyo mke. Ukiwa na mume pia, wewe nyota yako umempata mtu ambaye katika daraja lake la kinyota yupo katika daraja la dakhira, basi wewe utafanikiwa sana. Ukiwa na rafiki mwenye wewe katika nyota yako yeye anaingia katika sehemu ya nyota yake yeye itakuwa ndio hilo daraja la dakhira, basi wewe utakuwa unafanikiwa sana. Ukiwa na bosi ambayo namna hiyo ni kadhalika na vingine, wewe hapo utakuwa una mafanikio tu. Yaani hakuna mwanadamu ambaye anaweza kuzuia mafanikio yako, wala hakuna jini ambaye anaweza kuzuia mafanikio yako. Huo ni utaratibu ambao ameweka mwenyewe Mwenyezi Mungu, lakini wengi wanashindwa kufanikiwa pasipo kujitambua na pasipo kujijua kutokana na elimu. Kwa hiyo pia vile vile, hata kama utakuwa wewe uende kwa mtaalamu, au unakwenda kwa mtaalamu, jambo dogo tu ukilifanya unakuta unajishangaa mafanikio yako wewe, yani kile unachokifanya mafanikio yanakwenda haraka sana, kutokana na ule muda au na kile kitu au na ile sehemu unayoifanyia kazi au na nini, basi itakuwa imeendana na ile nyota yako ya daraja la dakhira. Kwa hiyo watu hawa ambao ni daraja la dakhira, katika kushirikiana nao mambo yako yote, hawa lazima wakuletee mafanikio. Watu hawa kwanza ni wapole, upole wao ni upole wa ucheshi. Watu hawa ambao ni waaminifu, watu hawa ni wachapakazi, watu hawa wana uchungu kwa ajili ya kwako wewe ambao ulikuwa nayo. Anaona uchungu kwa nini usifike malengo yako ambao unataka. Watu hawa wanakuwa ndio wa namna hiyo. Nyota hii inakuwa ni nyota nzuri sana, tena nzuri sana ambao ni daraja hizi. Lakini kuzitambua zaidi na kuzifahamu zaidi, kama nilivyozungumza, hili somo letu linakwenda katika ngazi 4. Hii ni ngazi ya pili, kuna ngazi ya 3 na kuna ngazi ambayo ya 4 ya mwisho. Baada tukifika ngazi ya 4 ya mwisho, si mwisho wa darasa au sio mwisho wa uelewa, nitakuja sasa kuzifahamisha hizo nyota. Kuna mada tena nyingine ya 3 katika masomo yetu yale manne.
tulizungumzia somo la kwanza, kwa maana tukazungumzia kharija, na pia kipindi cha pili tukazungumzia dakhira. Sasa leo tunaingia katika jambo la ngapi? Jambo la tatu. Jambo la tatu, hawa ni watu ambao wenye kundi ambao tunasema la munkaribu. Munkaribu, watu hawa kama tulivyozungumza, nyota zao pia ni nyota 4 na zipo katika daraja moja la munkaribu. Munkaribu, watu hawa sana huwa wanakuwa ni wasaliti. Watu hawa huwa wanakuwa ni wanafiki. Watu hawa huwa wanakuwa ni vigeugeu. Lakini vile vile watu hawa tunaosema ni wasaliti, watu hawa wana uwezo mkubwa sana katika dunia. Watu hawa uwezo wao waliokuwa nao, kwa maana ni watu wanaozungumza kwa uelewa mkubwa sana, na wewe wanaweza kukufanya vile ambavyo wanavyotaka wao, ili wewe uingie katika laini zao. Na pia wana akili nyingi sana. Hizi akili huwa wanazitumia kwa ajili ya kufanikisha mambo yao. Huo uwezo amewapa Mwenyezi Mungu. Na pia wana nguvu za ziada ambazo wanaweza kufanya jambo lolote, kwa kulibuni jambo lolote, ili mradi lile jambo liweze kwenda sawa. Jambo linaloshindikana ukiwapelekea watu hawa, jambo hilo halishindikani. Hawa ujue nyota hizo ni nyota ambazo za munkaribu. Ni watu hao ni watu ambao wasaliti, ni watu wanafiki, ni watu ambao hawaeleweki. Kwa hiyo watu ambao wasioeleweka ni watu ambao wasaliti, ni watu ambao nyota zao zinakuwa kali sana, wanakuwa na uwezo sana. Lakini ana uwezo kuanzisha mapenzi, awe mke awe mume. Yale mapenzi ya mwanzo yanakuwa mazuri, yanakusaidia vizuri, lakini anakuja kukatisha pasipo kutegemea. Wewe ndio sasa unasema hapa nimefika pa kuweza mimi kukaa katika maisha yangu, pale ndio yeye anayakatisha mapenzi yake, au anakatisha mahusiano yake, au anakatisha msaada wake. Wewe unabakia kushangaa, unahaa kwenda kwa mganga, unahaa kwenda kila sehemu ili mradi uyakatishe, lakini yeye asikii ushauri wala asikii chochote kile. Zaidi yeye ameshaamua. Na pia huwa mambo yao anayataka ndio hayo, huwa hawashauriki. Kwa hiyo ili uweze kufanikiwa na uweze kukaa na watu kama hao, pia natakiwa ujitambue, kwa maana ni watu ambao wako kutafutia wewe njia, lakini unakaa kwa kujitambua, nakaa vipi na naishi nao vipi. Tunaendelea na somo letu ambalo tulosema daraja zile 4 katika mafanikio. Nani ushirikiane naye, nani usishirikiane naye, daraja gani zinakuwa zinaondosha, daraja gani zinakuwa zinaingiza. Kwa hiyo tumeshazungumzia daraja 3. Leo tunazungumzia daraja la 4, kwa maana kundi la 4. Kundi la 4 kwa nyota hizi 4. Nyota hizi 4 zinaitwa, ambao tunasema leo zinaitwa thabita. Thabita ni daraja hizi 4, lakini ni thabita ni nyota ambayo, au watu hawa ambao wanaotawaliwa na nyota hizi. Wewe binafsi yako, ambayo nyota yako kwa wewe pale utapokuwa umeipata, au pale itapokuwa ipo katika namba yako kwa wewe mwenyewe binafsi, ukimpata mtu mwenye daraja au mwenye namba ya nyota ambayo ya thabita, wewe sema nimempata mtu ambaye alikuwa makini, ni mtu ambaye alikuwa msikivu, ni mtu ambaye alikuwa mwenye haki. Kwa maana thabita hawa ni watu wa haki. Thabita hawa ni watu waaminifu. Thabita ni watu ambao wanaweza kumpambania mtu ambayo hata hamuhusu, lakini atampambania ili mradi haki yake ipatikane, na atampambania kwa gharama yoyote ili mradi ule mtu asiathirike au asidhurike na lile jambo. Kwa hiyo watu hawa tunasema ni watu wa nyota ya thabita. Kwa hiyo wewe kama utakuwa nyota yako umeweza kumpata mtu huyu, basi mtu huyu wewe inatakiwa umshikilie sana. Lakini je, mtu huyu utampataje ambao mwenye nyota hii ya thabita? Na mtu huyu utamjuaje mtu huyu mwenye nyota ya thabita? Kwa hiyo ni lazima uweze kunifuatilia mimi, na kunifuatilia kwangu ni lazima usubscribe hapo ili uweze kupata vipindi vyangu vingine. Na pia kuna namba zangu ambazo hapo zinapita, namba zangu za simu, kwa maana namba ya Airtel 0629402463. Hiyo ni namba yangu ya Airtel, na namba yangu pia ya Airtel kwa maana 0693272493. Na pia na namba yangu ya WhatsApp kwa maana ni namba ya Voda 0758272463. Namba hizo ndio zitakufanya uweze kupata ushauri kwangu na masuala mengine ambayo yanahusiana, na ninafanya mambo mengi sana na watu hawa ambao walokuwa wenye daraja hili tunasema la thabita, kwa maana watu wenye haki, watu wanaopenda haki, watu ambao waaminifu. Watu hawa ni watu ambao walokuwa makini sana, na watu hawa ni watu ambao wenye akili zao huwa wanazitumia sana, lakini ni watu wenye hasira sana. Watu hao wanakuwa na hasira sana, lakini hasira yao ni hasira ambayo ya muda mfupi, sio hasira ambayo ya kudumu. Watu hawa huwa wanapenda
wakiwa na mume au mke au mchumba au nani, huwa wanapenda kuwafanyia vitu ambavyo wanaovitaka au vitu ambavyo wanaviona wao kwao sahihi kumfanyia mume wake. Basi watu hawa wako hivyo. Na watu hawa ukiwa nao pia vile vile huwa wanapenda kukuzingatia zile mambo ambayo unataka wewe mambo gani, basi wao wako tayari kukusimamia ili uweze kufika katika malengo yao. Isipokuwa tu ukiwa uwezi kuvumilia kutokana na hasira, watu wao uwezi kuishi nao kutokana na hasira ambazo walikuwa nazo, lakini hasira zao huwa hasira za wivu, kwa maana wana wivu kupitiliza. Na watu hao huwa wanakuwa mara nyingi sana wana visasi, kwa maana likiwatokea jambo au akipenda sehemu ambayo mtu labda kamkatisha mawasiliano au kafanyeje, yeye anakuwa hapendi kuelewa na hapendi kusikia. Atahangaika huyo kila sehemu ili mradi aweze kufanikiwa lile jambo lake analotaka, lakini anashindwa kupata, basi huwa anakuwa na maamuzi mazito sana. Huenda akajiua au huenda pia akafanya jambo lolote la hatari kujizuru yeye au kukuzuru wewe. Kwa hiyo watu hawa ndio watu ambao wenye uhakika katika maisha, kwa sababu kila hatua katika maisha ina nafasi yake. Kwa hiyo inatakiwa uweze wewe kuwa na mtu ambayo mwenye kukuingizia, inatakiwa wewe uweze kuwa na mtu ambayo mwenye kuwa na haki kuweza kukulinda wewe katika namna zote. Lakini haitakiwi wewe kuwa na mtu ambayo unaweza kila unachokifanya kinaondoka, unachokifanya kinaondoka tu. Mtu inatakiwa uwe nayo mbali sana. Na pia vile vile inatakiwa uepukane na mtu ambayo alokuwa mnafiki au mtu alokuwa msaliti. Mtu huyu pia inatakiwa uwe nayo mbali sana. Isipokuwa kuna namna ambazo za kuweza kuwa nayo kama nilivyozungumza, ili kuweza kupata ule ukaribu wa haraka kutimiza la kwako, lakini usitegemee kuweka malengo yako hapo, kutokana yeye hana mfumo huo. Yeye ni mtu ambayo si wa mfumo huo. Kwa hiyo haya ni mazungumzo ambayo nilozungumza au ni elimu ambayo niloitoa, na elimu hii ninapokuja huko mbele katika sehemu ya 5 nitakuja kufafanua nyota gani hizi zinaitwa hivi, nyota gani hizi zinaitwa hivi, nyota gani hizi ambazo usiwe nazo, nyota gani hizi ambazo uwe nazo. Kutokana na nyota yako wewe pia nikiwa naifahamu, wewe mwenye nyota fulani inatakiwa uwe na mtu huyu, na wewe mwenye nyota fulani inatakiwa uwe mtu na huyu. Lakini kuna nyota zote hizo sio kusema wana duniani wao wanadamu tunaosema hapo huwa hawafai kuwa nao, basi kuwa ndio maisha yao itakuwa hivyo kwa kila mtu. Hapana. Hao kwa kutokana na nyota zako wewe, na yeye pia anayo mtu wake ambaye atakaa naye akaingiza na akafanya kile anachokitaka. Kwa hiyo kila nyota ina nafasi yake. Mtagusa hilo jina la Abdusaid hapo, kwa maana usubscribe kila kipindi ninachokitoa wewe uweze kukipata na uweze kukifanyia kazi. Na pia vile vile namba zangu za simu ndio hizo ambazo zinazopita hapo, 0629 40 24 63. Hii namba yangu ya Airtel, na namba pia ambayo ya Airtel 0693 27 24 93. Hiyo ni namba yangu ya Airtel. Kwa WhatsApp 0758 27 24 63. Na kukaribisheni kwa ajili ya kusaidiana yale ambayo mnayoyataka. Na pia si kwa nani tu mifumo hii, bali mimi ni mtibabu. Nina dawa za pressure, nina dawa za sukari, nina dawa za kila aina. Nina mafuta ya miujiza, nina mafuta ya jini sugu, nina mafuta ya kila aina. Nina dawa za ponyo mirihi kwa magonjwa ya aina tofauti tofauti. Nina dawa za aina nyingi na zote natengeneza mimi mwenyewe. Kwa hiyo ili kuweza kuzipata hizo, kama nilivyokuambieni, guseni hapo kwenye subscribe muweze kufanikiwa au muweze kupata yale mahitaji ambayo mnayataka. Karibuni sana Bagamoyo, kijiji cha Mlingotini. Wa hadha, salamu alaikum.